Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, na kukaribisha katika channel yako pendwa, channel yako nzuri, uweze kuungana nasi katika gurudumu hili la kujifunza Arabic, Qur'an na mambo mengineyo zaidi. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa. Karibu sana. Kabla tujaendelea katika kipindi chetu ambacho nimekuandalia leo, kipindi cha lugha ya Kiarabu, kipindi kizuri ambacho tutakachojifunza mambo mengi na kujua Arabic. Hakikisha umekwisha subscribe, mbonyeza alama ya kengele hapo chini ili wa kwanza ufikie vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Na ukaribisha na kila mmoja yule ambaye bado hajaweza kuungana nasi aweze kusubscribe. Usiache kusubscribe kwa sababu tunakuza familia. Tujitahidi insha Allah tuwe wengi zaidi, tufaidike sana tena sana. Na wale ambao wanapenda kujifunza lugha ya Kiarabu pia mnakaribishwa. Programu yetu imebakia ni siku 6 tu usajili ufungwe. Insha Allah wahi kabla ya tarehe 30 mwezi huu wa 4 tuweze kujifunza. Gharama ni ndogo sana, 6500 tu kwa mwezi, itakutosha. Karibu katika kipindi chetu cha lugha ya Kiarabu. Nimekuandalia, tutakuwa katika part 2 sehemu ya pili ya namna ya kutengeneza wakati wa sasa fi'lul mudhari kwa kutumia dhamiri munfasil. Tulishajifunza katika ana na nahnu, lakini leo tutakuwa katika anta na anti kwa watu wawili. Anta na anti. Anta wewe mwanaume, anti wewe mwanamke. Hizo ambazo tutaenda kuziangalia. Angalia video ambayo nimekuandalia uweze kuenjoy zaidi. Karibu. Naam, karibu tujifunze namna utengeneza fi'l al-mudhari wakati wa sasa kwa kutumia dhamir munfasil. Kwa hiyo hapo tutaangalia namna kutengeneza. Ili utengeneze wakati wa sasa kwa kutumia dhamir munfasil, tushajifunza tuna ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum na hunna. Hizo ni dhamir munfasil. Lakini leo tutaangalia katika dhamir mbili tu ambazo ni mbili kwa moja, ambazo ni anta. Tutaangalia ni anta sawa na anti, ndio ambazo sisi tutakwenda kuangalia. Maana yake tutaangalia anta ni huyu mwanaume, lakini anti ni mwanamke. Ndizo dhamiri tutaanza kuziangalia. Siku nyingine inshallah tutaangalia zingine, twende kidogo kidogo. Katika sehemu hii ya pili, katika anta, ili utengeneze anta katika fi'l al-mudhari, tunazingatia herufi zake 4. Hizi ni herufi za mudhari: alif, hamza, nun, ya, ta. Ili iitwe fi'l al-mudhari lazima iwe na vitu, ina hizo herufi 4 mwanzo wa kitendo. Kwa hiyo herufi hizi 4 zinawekwa mwanzo wa kitendo. Juzi tujifunza alif ilikuwa katika ana na nun ilikuwa katika nahnu. Leo tutaenda kuchukua ta. Hiyo hapo ta. Hiyo ta unaiwekaje katika kitendo? Ta itakuwa ta mukhatab ambayo itahusu anta na anti, yote mwanzo wa kitendo. Angalia. Mfano una kitendo chako jalasa. Kitendo maarufu sana tunapenda sana kutumia. Jalasa maana yake alikaa wakati uliopita. Lakini utakaposema yajlisu, sawa, ukisema yajlisu tafsiri yake ni anakaa. Yajlisu tafsiri yake anakaa. Sasa ukitaka kuibadilisha hiyo yajlisu anakaa huyo mwanaume, sawa, ije wakati wa nini wa sasa kwa kutumia nini dhamir munfasil ambayo anta na anti, utachokifanya ni kitu kimoja hichi. Katika yajlisu utaibadilisha hii nini ya ambayo ni ya inafuata, utaweka ta ambayo tumeisoma pale. Ta hii ta ikilenga ta mukhatab ambao ni anta na anti, itakuwa tajlisu. Itakuwa nini? Tajlisu. Maana yake anta tajlisu, anta tajlisu. Kumbuka anta hii ta, hii ta inahusu zote mbili kama nakwambia, inaingia kwa anta na anti. Kwa hiyo utakaposema tajlisu, anta tajlisu, maana yake wewe unakaa, mwanaume. Anta tajlisu, wewe unakaa. Ila kwa mwanamke ni rahisi, unachokifanya utaibadilisha. Ukiangalia mwisho wa kitendo cha mudhari imeshona na dhamma, unaibadilisha hii dhamma, unaondosha dhamma hii, sawa. Utaondosha nini? Dhamma, kisha utaleta kasra chini ya herufi hiyo, utakuwa tajlisi. Baada ya hapo utaongeza herufi mbili, ya na nun.
mwisho wa kitendo ya na nun itakuwa nafuata, itakuwa hivi tajlisina. Kwa sasa hivi anti tajlisina hii inamhusu nani? Mwanamke ambaye unaongea naye hapo. Kwa anti tajlisina wewe unakaa, lakini mwanaume tumesema ni anta tajlisu. Huo ndio tofauti. Vyote vinafana, lakini ile ta yetu tumeitia mwanzo wa kitendo, inakuwa mwanzo kabisa katika kitendo cha mudhari unaitia mwanzo, inakuwa tajlisu, lakini kwa mwanamke utasema tajlisina. Ukiangalia mfano wa sentensi zetu hizo hapo, sentensi ya kwanza hii ni ya mwanaume unaposema anta taghsil. Taghsil ghasla, taghsil maana yake anta taghsil unaosha. Anta taghsilul atbaqa fi baitik, wewe unaosha vyombo au huwa nyumbani kwenu. Anti taghsilina, angalia mfano tumejifunza kule, ndio hapa. Anti taghsilina al-atbaqa fi baitik, wewe huwa unaosha vyombo nyumbani kwenu, kila siku unaosha nini? Vyombo. Kwa hiyo ndio mfano. Kwa tofauti wake hapa, anta taghsilu imesha dhamma, lakini anti yenyewe imesha na ya na nun. Hii herufi ya mwisho tumetiwa na kasra. Fanya hivyo katika vitendo vya mudhari vyote, ubadilishe unapoongea Kiarabu. Kiarabu ni rahisi sana. Ukiwa Kiarabu ni rahisi sana, na ukiwa tayari utakuwa vizuri sana katika lugha ya Kiarabu. Karibu sana, maasalama. Baada ya kutazama video hiyo, umejifunza vizuri namna kutengeneza wakati wa sasa fi'il mudhari kwa kutumia dhamiri munfasil ambazo tumezichukua ni mbili tu, anta na anti. Sasa ni wakati wako kuweza kuongea Kiarabu. Ama ikiwa una mashaka bado hujafahamu vizuri, usisite kuwasiliana nasi kupitia namba 0785766703 uweze kutengeneza mudhari. Umeona hapo tupoangalia mfano hizo sentensi. Mfano wa sentensi nyingine, mfano anta tadhhabu ila almustashfa au anta jalasta ala alkursi. Sawa, anta tunaona kama mfano wa hivyo. Mfano anti nasema anti tadhhabina ila almustashfa sabaha, wewe unakwenda hospitali asubuhi. Anti takhrujina min almadrasati masaa, wewe mwanamke huwa unatoka shule jioni. Kwa hizo ni mfano wa sentensi na zile ambazo umeangalia katika ubao wetu wa elimu ambao umejifunza hapo namna kutengeneza fi'il mudhari. Kiarabu ni rahisi sana, usikiache Kiarabu nyuma. Ongea Kiarabu, lugha itofu sana, lugha ambayo ina maneno mengi sana katika ulimwengu huu. Ni lugha nzuri kweli kweli. Jifunze lugha za watu. Kaa karibu nasi Lecture Online TV tujifunze mengi. LOTC Lecture Tuition Center inakukaribisha sana kuweza kujisajili kwa lugha ya Kiarabu. Mwisho ni tarehe 30 mwezi wa sasa, usichelewe. Namba ni hapo nishakutajia, tuungane pamoja. Tunasema Lecture Tuition Center, education is a path to success. Bye bye. Salam.